Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu kwa jina la Bwana. Nashukuru Mungu amenipa neema hii leo. Labda niongee mawili matatu. Ninataka niimbe wimbo huu, lakini wimbo huu na ushuhuda kwa maisha yangu. Hakuna ng'ombe anazaliwa na pembe. Nasikia kila mtu kuna kwenye shimo alilotolewa. Macha sikuwa mtu wa kawaida. Nimesomeshwa kwa gharama sana. Mwisho baba yangu akafariki, akabaki mama. Mama akayumba kidogo na sisi tukayumba. Lakini bahati nilipata neema ya kuendeleza yale masomo. Walitokea wa Japani fulani, nikawa nao kwenye ujenzi wa ile hospitali ya KSMC katika idara ya macho na idara zingine. Nilikaa pale nikajifunza. Wale wa Japani wakanipeleka, nikafundishwa uchoraji wa ramani za nyumba. Nikahitimu vizuri. Lakini nikiwa pale nikafundishwa na gari. Hiyo ni miaka ya 74. 70 na ngapi? Wewe niambie tu shikamoo baba. 74. Nilipomaliza nilienda JKT Oldoro, nikamaliza mwaka mmoja. Pomaliza kule ndio nikarudi nikaingia kwenye hizo kazi. Sikutaka kukaa jeshini. Kwa hiyo niliporudi kule nikaacha zile shughuli zote. Baada ya kuhitimu masomo nikaingia kwenye uwizi wa magari. Nimekuwa mwizi sana, jambazi mbaya, na tulifanya vituko sana. Nimekoswa matukio 12 ya risasi tofauti. Nikisimama hapa ninamuona Mungu mbele yangu. Na hata wewe usifanye dhambi. Maisha nilionayo ninaona sana. Kuna saa nikitembea hivi naona kuzimu wanayepanga vita. Na kuzimu naona malango wanasema siku tutakukamata wewe. Usirudi nyuma. Usiarudie matapishi. Siri ya maisha yangu naijua. Kwa hiyo nilifanya hiyo, nikawa na kikosi kikubwa sana. Waizi wa magari wana umoja. Sijauona kanisani. Sijawahi hata siku moja, sijawahi kuona. Wana upendo, wana umoja. Nasikia mzee Sari Hakiki mkubwa. Sijaona kwenye kanisa. Kwenye kanisa ni kupigwa tu. Nilipata shida sana. Ukiwekwa ndani saa 12, saa 2 umeshatolewa. Watu wanashughulika kwa nguvu mno. Wengine watapita kwa askari, watapita kwa yule, watapita kwa yule mpaka utoke. Na wewe uliotupeleka tukitoka unakoma. Siku nyingine unabidi tu unyamaze, utuache. Lishafika hiyo ngazi, nikawa South Africa, nikaenda, nikawa Kenya, makao kila mahali nimeweka vituo. Haulali, unakaa kama nini. Mimi nimekuja kuoa mwaka 90. Maana nimezindikwa kwenye kaburi, nikalala siku 3 kwenye kaburi. Umefundikwa sanda ili tu ukipita mahali uonekani. Wanayekuambia hamna uganga ni wao. Uganga upo, ila umeshindwa kwenye jina la Yesu. Kwa Yesu ndio wanapiga saluti.
Wewe umepita huko? Nimekaa Kazindikwa huko Lushoto Soni huko. Unakaa alafu kuku anachinjwa, kuku anazunguka juu, hateremki. Naambiwa umwangalie huyo kuku, saa atakapodondoka siku ya 3 ndio uondoke kwenye hilo kaburi, yeye aingie kule. Adhabu ya namna hiyo iliweza, unakaa kwenye kaburi, hamna kula, hamna kunywa. Na ndio maana ninaweza kufunga siku 7 kavu. Kama niliweza kule kwa hawa makarumanzira hawa, kwa nini kwa Yesu nishindwe? Kwa Yesu ni zaidi. Tumishi wa Mungu, nilitolewa kule, naweza kupita. Ukinunua gari yako naipatania, ukiwa unaendesha, sisi tuko nyuma tunaipatania, utanipa ngapi hiyo? Ukweli, hamna askari waliokuwa wanaweza kunikamata, maana maaskari wote tulikuwa tumewakamata. Watu ni ile, labda muangalie wakati wa ITN, ile television ya Fernandez, mimi nilitoa ushuhuda pale na wakaandika Macha kutoka ujambazi hadi kuwa mchungaji. Kama watu watakaweza kuona, nilitoa hiyo. Nikatangaza siku ya kwanza, siku ya pili, na jinsi tulikuwa tunaiba. Na siku ya 4 nilisema kesho tutaeleza tulivyokuwa tunaiba na maaskari wasio waaminifu wa jeshi la polisi. Siku hiyo nilizuiwa, ndio siku nilizuiwa ule ushuhuda. Wakanifuata maaskari wakaniambia, hayo tuambie sisi, usiyaseme utalizalilisha jeshi. Ndio maana ninasema hakuna ng'ombe anazaliwa na pembe. Ukiniona Mungu akinitumia, kuna mahali amenitoa, nimetoka mbali. Tumishi wa Mungu, nilizuiwa, nikatoka kwenye iteni ile, nikaenda Radio Wapo. Nilipoenda kule niendeleze ule ushuhuda, pia nikazuiwa. Nikaitwa, nikaambiwa tuambie sisi. Kasema tulikuwa tuna kodi combat za polisi, saa 7 ya usiku tunarudisha saa 11, na tunafanya matukio makubwa pamoja na silaha. Nashukuru Mungu wangu, sikuwahi ua. Kwenye ile kwa waganga walisema siku utamwaga damu ya mtu na ya kwako itamwagwa. Na kuna watu waliokufa wengi sana. Hapa Dar es Salaam kuna baba mmoja ni tajiri mkubwa pale Arusha, mtoto wake alikuwa tunaiba naye. Tulikuja Dar es Salaam kuteka mahali fulani. Yule kijana alikuwa ni mfupi, mweupe, akavaa nguo za masista na begi na msalaba na kitambaa. Ukimwona utasema ni mwanamke. Akaingia kwenye duka la muhindi mmoja, na mimi nikiwa ni driver wa kuendesha magari yani. Nilikuwa nakimbiza gari speed 240 mimi. Na hata mpaka sasa hivi nakimbiza gari. Mimi siko ni driver mzuri tu. Kwa hiyo yule bwana tulikosea. Ukisema dakika 5 ni dakika 5 ya kuteka mahali, upotezi hata moja. Dakika 5 ni 5. Hilo lingine sio sisi washirika wanaenda kama kinyonga hivi, kama kobe. Halo, nimekaa tumeenda, alipoingia kuteka
Sisi nimekaa mbali na gari, napita nakuta ile dakika 5 zimepita, bado yuko ndani. Anatoka, mimi nimeshaenda mbali. Katoka na begi yake, lakini alipokuwa anatoka yule mwingine amemfungia ndani, lakini kumbe ana ufunguo mwingine. Kafungua, akapanda dari, wakaanza kurushiana risasi. Akatoka nje anakimbia, akawa anarusha pesa. Kumbe unaporusha pesa ndio watu wanakuja, sio watakuacha. Alikimbia, akapigwa risasi kama 6 hivi. Nasi tukamwacha pale, kutolewa ile gauni lile, anakutwa ni mwanamume. Hilo ni tukio nisilo lisahau. Na tukio lingine, nilipigwa risasi 3. Nina kwenye mwili wangu hapa nina makovu kama 3 na ingine hapa. Askari wanasema tumemuua, ameenda hivi, lakini mimi nilikata na nikaondoka. Mwaka 84 mwezi wa kwanza nikakamatwa nikiwa na kesi 12. Kesi 2 zilinifunga miaka 30. Na siogopi. Mimi nasema kwa sababu vituo vyote vya Moshi, Arusha wananijua. Na niliiba gari ya mkuu wa mkoa na tuliiuza. Alikuwa ameenda Kibosho Kindi huko kwenye kanyumba kadogo, na sisi nikavaa combat askari 4. Sasa wakati driver amempeleka kule, anarudi na gari, sisi tumevaa combat, kasimamisha ile gari, kaambia bwana, tuna mwizi mwenzetu tumemfunga hapa. Kuna mwizi tumemkamata, ameua sana, ameiba magari, tumemkamata yuko hapa. Tunaomba lifti. Yule dereva akatoa lifti. Mimi nikakaa mbele na silaha yangu, yule amefungwa yuko nyuma. Hatua 5 tukamnyang'anya gari, tukamfunga yeye kwenye mti pale, na gari tukaiuza. Kesi hizo 2 zilikosa ushahidi, lakini nilikamatwa nikafungwa. Gereza langu la kwanza ni la pale Lukaranga Moshi. Nilifungwa pale kutumikia namba. Nilikuwa natoka gerezani, nilifungwa 84, nilikuwa natoka 2014. Ndio namba yangu ilikuwa inasoma. Lakini wakati napelekwa gerezani, tayari wenzangu wameshatangulia kule kwa bwana jela. Nunua mkanda, ni nyapara mkuu. Niko ndani ni nyapara, kwamba nasimamia wafungwa wote. Kwa dokta wa bwana jela, haruhusiwi kufanya kazi huyu wala kulala chini. Kaekewa kitanda, godoro safi, bakuli la supu saa 4. Hakuna sheria inayobadilisha dhambi isipokuwa Yesu anabadilisha. Mungu amenitoa mbali. Mungu amenitoa mbali. Tulitumia rufaa bandia, na kila siku ya Ijumaa tulikuwa tumeandikiwa kwenda kuchekiwa afya. Uko gerezani unaandikiwa KSMC ama Muhimbili. Lakini kule niko gerezani, lakini tunaiba. Ni kweli? Ni kweli? Niko gerezani ninakunywa pombe. Unakunywa pombe. Uko gerezani unafanya uzinzi nje. Napelekwa. Maana wale askari kama wafungwa tu.
Akiupewa 10,000 anakuita bosi. Nimepita huko. Tukatolewa gereza la Lukaranga, nikapelekwa gereza la Same hapo, nikapunguziwa miaka 7. Nikatolewa hapo nikapelekwa Maweni Tanga, ikapunguzwa. Nikatolewa hapo nikapelekwa Ukonga. Nimekaa gereza la Ukonga mimi. Nikatolewa gereza la Ukonga nikapelekwa gereza la Kibaha Ubenazomozi hapo. Kabla hujavuka mto Ngerengere kuna kagereza kako hapo. Nimepita pale. Lakini nachotaka nikwambie, gerezani yako makundi mawili. Gereza ni nusu ya mbingu. Kuna wafungwa gerezani wanaomba mpaka unasikia misingi inatikisika, lakini ni nusu ya kuzimu. Kama ni uharibifu kule, ni umeingia chioni. Kule unakutana kama ni waizi wa simu hawezi kukaa na waizi wa magari. Utapigwa mpaka utapike. Huwezi kusogea. Waizi wa magari, waizi wa robbery, waizi wa nini, wako makundi kule. Na nilikaa gerezani. Ndio maana kuna mtumishi mmoja leo hayuko duniani. Yeye alikuwa wakati yuko Wizara ya Mambo ya Ndani, alisema tunawafunga watu miaka mingi, wana miaka 30, lakini wanaingia kule gerezani na silaha bado zinafanya kazi nje. Kama mtamkumbuka huyu, aliitwa Mrema. Akasema, akaenda gerezani akasema, mfungwa yoyote anayejua wa silaha kwamba silaha zinafanya kazi nje na yuko huku, basi tutakutoa, lakini ulirejeshe silaha. Zilitoka silaha nyingi sana, kama mnakumbuka miaka ya 92. Zilitoka silaha nyingi mno, zinafanya kazi nje na wao wako ndani, na tuko ndani bado unafanya machafu yote. Nikaekwa kwenye genge la kupasua mbao. Mimi naenda Kibaha kupasua mbao za mininga, lakini ni nyapara, niko kule ili nikutane na watu kule, nikutane na kila kitu wote. Kwa Dengereko huko, wa Zaramu huko, wapi, ingia kwenye vibanda kule, pesa nazo. Ukiingia gerezani unaingia na bangi, unaingia na nini, unauza kule ndani. Ndio nimekwambia hamna sheria inabadilisha dhambi, Yesu anabadilisha. Ndio mimi nimesimama hapa, Bishop Macha. Wakati napanga kutoka gerezani baada ya ile rufaa bandia, nimetumika miaka 5 gerezani. Ndipo wakati nimebakiza mwezi wa 3, 88 mwezi wa 3, ambapo natoka 88 mwezi wa 5, waizi wenzangu wameshapanga msafara wa kunipokea, kunitoa kule. Ndio Yesu akaingia gerezani. Yesu akaingia akapangua ile mipango yote. Nikasikia sauti, nikaoneshwa ile matukio ya risasi niliyopitia, waliokufa wenzangu. Nikaoneshwa ile matukio, naambia unaona, nimekuweka huku gerezani, bado unaendelea, unataka kutoka, lakini ukitoka hutaishi, unaenda kufa. Piga magoti. Nikapiga magoti. Baba yangu wa kiroho ni mfungwa, nimeongozwa sala ya toba na mfungwa, anaitwa Siame. Wezi amini, nikaombewa, akaniambia nitaomba utaacha bangi.
nitaomba utaacha ulevi, nitaomba utaacha uzinzi. Alafu akanipa agano jipya. Mimi nilikuwa Mroman. Ulikuwa ukisoma Biblia unaambiwa utakuwa kichaa. Mmenielewa? Sababu kushika hiyo Biblia hiyo unakuwa kichaa. Kwa hiyo hatakuwa tushike. Zambi nazo na kila mwaka naungama. Tunaangaliana kwenye kidirisha hivi. Yesu amebadilisha. Yesu amenibadilisha. Nampenda Yesu wangu. Tangu 88 nilipotoa mguu wangu katika gereza, sikuwahi fanya dhambi. Uchafu wote siutaki. Siutaki. Dhambi ni uchafu, ni uasi, ni kinyesi, ni matapishi. Ndio siri ya mimi kuinuliwa. Nilitoka nikaenda, baada ya kutolewa gerezani, nikaenda 88 mwezi wa 5 ndio nimetoka gerezani. 88 mwezi wa 6 ndio nikaja Arusha. Unamkosa baba, ukienda kwa huyu ukimweleza hivi hamna. Ukienda kwa huyu nimehangaika sana. Ndio Mungu akaniambia njoo ukuje kwangu mlimani. Huduma yangu imelelewa milima. Mungu wangu ni Mungu wa milima. Njoo huku juu mlimani. Ndio nilipata hilo andiko kwenye Kutoka 24 ule mstari wa 12. Ndio nilisikia sauti. Ukisikia hapa unaambiwa twende mlimani, kuna kitu unaenda nyumbani mwa Bwana kuchukua sheria na maagizo. Hautakuwa wa kawaida wewe. Ukiteremka wote maadui zako wako chini na wewe unakuwa juu. Utakanyaga juu ya vichwa vyao. Wengine mtanishangaa hapa, niko na nyie sio yule tena. Yule nilikuwa Sauli, mimi ni Paulo sasa. Yesu kabadilisha maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikakaa, nilipotoka nikaja hapa nikaambiwa kasomee kipaimara. Nikaenda nikasoma. Nimesoma mwezi wa 6 mpaka wa 12. Nikabarikiwa. Lakini nabarikiwa bado. Nasikia bado njoo mlimani. Linasomaje hilo? Hebu soma. Kutoka 24:12. Kutoka 24 mstari wa 12 nao unasema, Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika ili uwafundishe. Amina. Ili ukawafundishe. Mlimani ni nyumbani mwa Mungu. Pale ndio nyumbani. Ndio maana wakina Elia walikwenda pale kwenye kilima cha Karmeli. Musa akaenda mlima Sinai. Yesu akaenda mlima Mizeituni. Akaenda Getsemane. Kulikuwa kuna siri pale. Kuna vitu havitaondoka hapa, lakini ukipanda ukishuka vyote umeviacha pale kwenye mlima. Inua mikono yako. Mwambie Mungu, nitie nguvu. Unitie nguvu leo. Uniinue upya. Niasikie maneno yako. Mlimani nilitoka na nguvu. Nilikaa pale. Siku moja Mungu akanionyesha msalaba. Naoneshwa mtu ameangikwa pale, damu inamwajika. Nikaogopa hata kuangalia. Nikamuuliza Mungu, kuna nini hapa? Na mimi nimeokoka. Akaniambia bado kuna mambo yako ndani yako. Bado una hasira wewe. Bado una hasira, bado una kiburi. Alafu sasa hiyo nimekataliwa hivyo na watu. Ukienda kwa wachungaji hivi anakuambia wewe sio mchungaji, wewe ni fundi wa kujenga. Cheza na wachungaji wakina Sauli hawa wasioiona huduma iliyo ndani yako.
Tateseka sana, tateseka mno. Mpaka nitoke pale, nilirudi kwenye ujenzi, nikaanza kazi ya ujenzi 88, 89, 90 nikaanza kurudi kwenye kazi zangu za ujenzi. Mungu aliibariki kampuni Macha Contractors, kawa na magari, lakini ilipofika mahali Bwana alisema yatosha, weka vyombo chini. Mchaga umtoe kwenye pesa hivi, nafikiri ni kawaida kweli? Na nilikuwa nateseka namna ile. Nimeingia huku kwenye huduma, kuna waizi nilikuwa nao kule wa magari, mpaka leo wanaiba magari, lakini ni wachungaji. Kaeni mumuombe Mungu nyie, rukeni tu kama mapanzi, kama maparare, tulia kimya. Na kuna mmoja yuko ndani mpaka sasa hivi, na nilienda nikamkuta mahakamani pale, kesi. Mwingine akaenda kuvunja benki Moshi, alitolewa gerezani, akaenda tena akavunja kwenye benki, na ni mchungaji anaitwa Jumanne, na ana kanisa kubwa kweli. Magari anatembelea ni hayo, bado anaiba. Kuna watu wako humu ndani bado. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni. Nina wachungaji wengi sana, lakini siri ya unyenyekevu, unyenyekevu ni tunda ambapo linahitaji gharama sana. Ni kweli. Bishop Macha nimemsikia huyu mzee hapa Sarakiki ananiambia, anaongea huo ushuhuda, amevaa suti akapelekwa. Hata mimi limenikuta, nimeingia Ikulu kama mara 2. Lakini tumishi, nakwambia nilichokiona kwa huyu mtumishi huyu, mimi naomba watu watakaye mshika mikono yake wamuinue juu, kwa sababu atakutana na vita, na vita atakaye kutana nayo sasa hivi ni ya makuhani, ni watumishi, ndio atakaye inuka. Hilo nakwambia Lydia, utakuja kuniambia, maana umewekwa kuinua misingi ya vizazi. Watu waliojeruhiwa, walioumizwa, ndio atakaye kutana nao. Na hili neno nalisema hapa, utaenda kulisikia, utaliona si muda mrefu. Watakaye inuka ni watumishi, wachungaji. Watamuinukia, watasema anachukua sadaka zetu. Lakini msikate tamaa. Naombeni mumuinue binti huyu mikono. Huyu ni nabii Hulda, ni Debora, ni Esther, ni Miriam nabii mke, ndio atakaye wavusha, na wababa na wamama wote wataenda nyuma yake. Mtakuja kuniambia, kuna siku hatutawaona wanawake tu hivi, watakuwa na wababa tele, kwa sababu hii nguvu iliyoko ndani yake itainuka juu sana. Uandike hii tarehe leo, utakuja kuniambia. Nimeona mafuta yaliyomiminika kwake. Mwaka 90 ndio Mungu sasa aliniambia nitakutumia kwa viwango, baada ya kuchongwa kwenye mlima. Na mtu wa kwanza alitembea ni kiwete mmoja. Watu wakaanza kuniita mchungaji. Waliponiita mchungaji, nikafurahia kuitwa mchungaji, lakini Mungu akaniambia wewe sio mchungaji.
nimekaa miaka 12 nikiogopa neno mchungaji, lakini ninafungua watu sana. Huduma hii sio ya kukimbilia, sio kula sadaka. Kuna maisha utakayaona huyu binti angesema, kuna watu watasema anachukua tu sadaka, mbona hatuoni na sisi? Maono ni gharama. Maono yatakufanya hata sadaka uwezi kula. Kuna saa tunapewa hela, unaambia ipeleka hivi. Kuna wajane, peleka. Kuna yatima, peleka. Wewe uwezi pewa. Maono ni ya mtu mmoja. Maono katika Kutoka sura ya 3. Siku anapewa huyu maono haya, alikuwa peke yake na Mungu. Hata mume wake hakuwepo. Ndivyo maono yalivyo. Ala mke wala mume wala watoto hawako hapo. Usifikiri kwenda kukataa pesa, ukatae eti kuwa mwanasheria, ulikaa ofisini uende ukasema eti namtumikia Mungu, na uone unaenda wapi. Ukimdharau unamdharau Mungu. Simnyoshe kidole Masihi. Katika Kutoka sura ya 3 na mstari wa 3. Kutoka sura ya 3 mstari wa 3 nao unasema, Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Amina. Endelea. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Bwana alipoona Lydia amegeuka ayatazame yale maono, Mungu akamuita kutoka katika kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni kwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Endelea. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona mateso yao ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Amen. Amina. Nanielewa vizuri? Si watu wawili walipokea maono haya, ni mmoja, na mnapaswa kuyatii maono. Na siku huyu tumishi wa Mungu Mwalimu Lydia anakuja, tunakutana, kitu cha kwanza nilichokiona ni hicho. Mungu aliniambia, huyu utamtia mafuta, nimemwandaa kwa ajili yangu. Si kitu cha kawaida. Simjui. Hatuko kikabila hapa. Kabila yetu ni moja, ni Israeli sisi. Hatuko kimipaka. Lakini Mungu alipompa yale maono na nikashirikishwa, siku namtia mafuta huyu na mtoto wangu wa kwanza Joshua, naye nilimtia mafuta mlimani. Joshua ni mtumishi, tena anakwenda juu sana hata kuliko mimi baba. Nashukuru Mungu.
Siku anatiwa mafuta huyu. Nikamwangalia Joshua, namwangalia huyu. Na Joshua anakuombea sana. Takupa namba utaona tu. Anakuombea sana. Anasema yule mtumishi yule, nataka niende kwake siku moja. Atakuja utaona. Lakini Joshua niliyempata ni mtoto wangu huyo, ni wa pili na ni wa kwanza tu wa kiume, sikupata mwingine. Joshua siku anazaliwa kaliugua sana kakiwa na miezi 3. Mtoto kana koroma kuliko. Mtoto akihema hivi kwa nguvu unaona damu inatoka mdomoni. Paka nashindwa kuangalia, nashindwa kulala. Lakini mimi ninazunguka kwenye mikutano mikubwa. Nimeenda sana sehemu mbalimbali, mikoa ndani na nje, mipaka ya Kenya tumeweka sana vituo. Yule mtoto nilivyoona anazidiwa sana, siku moja ninatoka nampeleka hospitali, sina hata 100. Nampeleka, nimekabeba baada ya kuona kanatapika damu. Kufika kule nikamwona daktari. Daktari akaniambia ili tatizo la huyu mtoto ni kubwa, mpeleke KCMC. Nikampeleka KCMC. Kumfikisha kule wakampima, wanamshughulikia mtoto huku mimi niko naombea watu wodini. Nikaingia wodi ya ICU na kuwa naombea watu. Mmoja wanatoa mamipira yale, kumbe ni mapepo. Hasa watu madaktari wanaogopa, wanashangaa nini hichi, watu wanavyopokea miujiza. Sasa yule daktari ni mzungu mmoja, akaniita akaniambia angalia hapo. Kaangalia kwenye screen pale, akaniambia angalia mtoto huyu, angalia ule moyo ni mkubwa, umening'inia upande mmoja, alafu una tundu. Akaniambia damu inatokea hapo kwenye tundu. Alafu la pili, hana mirija ya kwenye moyo, anasema ni midogo, inashindwa kupitisha damu. Kwa hiyo anatakiwa apelekwe India akafanyiwa operation kubwa. Atapasuliwa operation hapa, itawekwa mirija ya plastiki. Yule mzungu akaniambia, nimesikia unaitwa mchungaji. Alafu mbona umeombea watu wamepona, umeshindwaje kumwombea mtoto wako? Kaniambia huyu mtoto anaenda India na tutakuchangia. Walivyoona ninaombea pale, wasema tutakuchangia usafiri wa kwenda na kurudi. Utalipa tu 300,000 ya kukaa pale, lakini zingine. Alivyosema vile, akasema lakini huyu mtoto ana mawili, arudi au asirudi, kwa sababu ni operation kubwa. Alivyosema namna ile neno, akaniambia wewe umeshindwa kumwombea. Na kuambia nilikuwa kama kichaa. Kana kamchukua mtoto kwenye kitanda pale, kamchukua Joshua, nikamwambia mama twende. Mama akaniambia wacha paniki bwana, na nini. Nikamwambia hausikii, twende, nitakuacha. Kachukua mtoto nikamweka, beba na begi zangu, nikaenda nikaingia kwenye gari. Anaona ninaondoka, mama ikabidi akimbie. Akasema basi, kama Mungu ameshindwa kwa neno hili, na kama Mungu wewe uliponya wale watu pale vitandani, basi nikaondoka na mtoto. Nikaja nikamwacha nyumbani, nikapanda mlimani. Siku 3 Joshua ni mzima. Hamna ugonjwa wa moyo wala takataka yoyote.
Mtoto alikuwa amepita mambo ya taekwondo, ameenda Japani, ameenda wapi, akaja akashika udereva wa tours, akawa kwenye tours, akaona gari, maisha hayo, akarudi kwenye pombe. Kaambia Mungu, kuna nini tena hii? Mbona huyu mtoto alikuwa ameniambia ni wagano, ananiambia baba nishonee suti, nitakuwa na wewe kwenye huduma muda wote. Amefika form 4, ananiambia baba, mimi nachukua udaktari, wewe nitakusaidia tu, mambo ya injili sina mpango. Kakata. Leo yule mtoto amekuja, siku unakuja, yeye ana siku ya 50. Siku ya 50 amepanda mlimani, ni mimi nampandishia maji pale mlimani na karanga mbichi, nakula karanga mbichi, anaendelea siku tatu. Sikumwambia Munyo, huo ilikuwa ni majira ya Mungu. Mpaka siku nakutana na huyu, ndio siku namiminia mafuta. Leo ni mtumishi mkubwa sana pale Arusha. Mungu, katika kongamano hili kuna watu wanaenda kuinuliwa viwango sana. Unainuliwa. Na ndio kuimba nilikuwa siwezi, leo naimba. Nimerekodi nyimbo nyingi sana kwenye studio ya kwangu. Hebu naomba uniwekee mwanangu kidogo hapo. Asante. Tusemezane, asema Bwana wa majeshi, dhambi zenu japokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Kama kukubali na kutii, takula mema ya nchi, bali kikataa na kuasi, taangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena hayo, ndugu zangu. Maana kinywa cha Bwana kimenena hayo, ndugu zangu. Njoni tusemezane, asema Bwana wa majeshi, dhambi zenu japokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Kama kikubali na kutii, tutakula mema ya nchi, bali kikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena hayo, ndugu zangu. Maana kinywa cha Bwana kimenena hayo, ndugu zangu. 1, 2, 3, toleka. Toleka. Allez, 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 allez. Aye, aye, Yesu Kristo, Kristo aye. Yesu Kristo. Aye, Yesu Kristo, Kristo aye. Yesu Kristo aye. Sote tumekusanyika hema aye. Kwa mapado na koyema ya Aye, aye. Oma. Yesu Kristo ndiye Mwokozi wetu sisi. Aye, aye. Anaweza samehe dhambi zako, anaweza
unabadilishaga wapi? Muachie Yesu. Nipe mizigo yako na tabu yako yote. Mimi nakupenda Yesu. Yesu, mimi sitakuacha. Mwache huyu Yesu. Nakupenda Yesu. Yesu, mimi sitakuacha. Geukie Yesu. Geukie Mwokozi. Geukie Yesu. Geukie Mesia. Geukie Yesu. Geukie Yesu. Geukie Mwokozi. Geukie Yesu. Geukie Mesia. Geukie Yesu. Weka mikono. inua Yesu, inua Masia, inua Yesu, inua Masia. Anastahili sifa, anastahili sifa, anastahili sifa, anastahili sifa Mwokozi wewe. Cheza. Acheza, acheza kwa Yesu, acheza. Cheza kwa Yesu. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo Mwokozi, Mfalme, Simba wa Yuda. Kwa macho yenu mmeshuhudia nisaye. Yesu Kristo ndiye Mwokozi wetu sisi. Hana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu lipasalo kuokolewa. Baba muachie Yesu. Mimi Bishop Paulo, nakupenda Yesu. ninakupenda Yesu. Mimi sitakuacha. Nakupenda Yesu. Tunakuinua Yesu pamoja na washirika wote Geukie Mwokozi. na kwa mataifa yote ulimwenguni kote. Tunakuinua Yesu, tunakualika uje kwa Yesu na baraka na amani na ushindi. Wachaka wose wao ni moshi wao watele wa mcheko Yesu. Mulekane na mrumo, mulekane na wale. Na kwa mataifa yote ulimwenguni kote tunakualika uje kwa Yesu, uje kwa Yesu na baraka na amani na ushindi. Wachaka wose wao ni moshi gawatere wa mcheko Yesu. Mulekane na mrumo. Amina, amina. Asante sana. Nilikuwa naimba sauti ya 7, sasa naimba mwisho ya 4. Asante. Basi tutakuwa na maneno machache kwa kuwa muda huu. Kwa hiyo nimesema la kwanza, maono ni ya mtu, lakini la pili, kuyatii maono. Lazima uyatii. Ukiwa lazima umtii mbeba maono, kwa sababu alipewa. Katika kitabu cha Mwanzo pia sura ya 6 mstari wa 14, Mungu alipitisha maono kwa Nuhu. Ndio alimwambia utatengeneza safina hivi na vipimo vyake vitakuwa ni hivi na hivi na hivi. Na hilo ninalisema ni Mungu ameniambia nikiwa hapo, kwamba lazima maono yanabebwa na mtu mmoja. Kazi yako ni kutii. Ukielekezwa fuata namna ile. Kusiwe na kundi litakaloinuka. Ukitaka maono yaende vizuri ni mtu mmoja. Na ndio maana hata Petro alikuwa anajaribu kumtangulia Yesu mbele. Yesu alimrudisha nyuma, akamwambia rudi nyuma shetani ukikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwanzo ngapi? 6.
Mwanzo 6 mstari wa 14. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 14 nao unasema, ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Aha. Ukiendelea mpaka mstari ule, sitaki nipoteze sana hapo, mpaka wa 18 utaona vipimo aliyepewa. Kwa hiyo True Rehoboth Ministry Tanzania ni maono aliyepewa mtu mmoja. Kila kitu, yani Mungu aangaliagi ni mwanamke ni nani, ni mkubwa ni mdogo. Anapotokea maono tayari amepewa na tunapaswa kuyatii. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3 ni katika kitabu cha Hesabu. Hesabu 12 mstari wa 6. Kumsikiliza mbeba maono. Kumsikiliza. Hata Lydia atashangaa leo, kweli mbona baba anaongea maneno wakati hatujaongea naye, sijaongea naye wala nini. Na ndio maana nimekuja. Nasikia mama, si sikilizaji la kuambiwa, lile Mungu alionipa ndio nitakalo lisema. Nimeyapata hapo hapo. Na kuna wengine utakuwa nao ambapo watakuwa kinyume, wakiona hii ni kuna sadaka zinatolewa sio za kuliwa, ni kwa ajili ya kuinua maono, yana gharama kubwa. Lakini kuna wengine wakiona watafikiri ni vyakula. Sasa watasema sadaka zetu, watasema unaona hivi vitu vya namna hii. Tunapaswa kwanza kumtii mbeba maono na kumsikiliza. Katika kitabu cha Hesabu 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Hesabu sura ya 12 mstari wa 6 hadi wa 8 nao unasema, Ndiyo. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi nyinyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Amina. Na nielewa haya ni maono. Ninaongea hivyo kwa sababu mimi nimetumika kwa muda mrefu. Nimetengeneza watumishi wengi, maelfu sana, maelfu. Maisha yangu ukiyaona hivi, sintataka niongee sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lingine ni katika kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 8. Kumtii mbeba maono, akisema njoo au nenda, unatii. Akisema njoo au nenda, hiyo ndio siri ya kuyainua maono haya. Akikwambia simama, usimame. Tukae, unakaa. Piga magoti, unapiga. Hiyo ndio siri ya kuinuliwa na kupokea yale mafuta. Mungu, nimesema juzi kwamba akitaka kutoa pesa anapitisha kwako kwanza ndio zitufikie. Mungu hawezi hata tukipanda mlimani. Nimewahi kupanda mlima, naomba hela, Mungu unipe milioni 50 na maono haya na haya, lakini sikupata. Niliambiwa waombea hawa ndio watakaye kupa. Kwa hiyo sisi tunakuombea kwa uaminifu. Na hata nikienda bado nitakuombea mtumishi wa Mungu. Maana pesa zitapita kwako. Naomba usome Luka sura ya 7 mstari wa 8 nao unasema, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni agizo Mungu ili aweze kukuinua viwango. Lazima kuwe na watu wa namna hiyo. Lakini kwenye kitabu cha Hesabu 16 mstari wa 12. Hesabu 16:12 utapata watu wakorofi wasioyasikia maono.
watakusema, watafanya nini. Hata mzee mwenzangu Sarakiki, wakati tulivyokuja kwenye nani kule, ni wapi kule, kwenye ile kituo kingine kule, ni tulivyoenda kule mliona mahali tunakofanyia. Maisha yale sio haya. Nilipokuja mara ya pili nyumbani kwa huyu, sio yale niliyaona pale. Na nilitoa neno nikamwambia, kuna watu uko nao unawaona wako sawa, lakini watachujwa, wataondoka kwa sababu hawaoni kile. Utapata watu special, watu watakaye kuinua mikono. Na mzee Sarakika, wewe ni namba 1. Najua utamsikiliza huyu mzee na upokee na kueleza ukweli. Amina. Asante sana. Tulie, kuna kitu Mungu atakifanya kikubwa. Hebu soma katika hiyo Hesabu 16 mstari wa 12, nao unasema Kisha Musa akatuma kuwaita Dathani na Abiramu wana wa Eliabu, nao wakasema, hatuji sisi. Amina. Hatuji. Yaani utakutana na hili kundi hili, huwa lina pembe. Ni watu hatari sana kwenye maono. Na watu hawa ilifika mahali mpaka Mungu aliwaua wakina Kora na Dathani na Abiramu, maana ndio walikuwa wanadhoofisha maono yasiende. Bwana Yesu asifiwe. Shida wanainuka naye watu wa namna hii ni watu hatari. Naomba kusitokee kundi kama hilo ukaja ukakutana na mapigo. Naomba utii, usimwangalie mtu. Mungu angalie kama mwanadamu angaliavyo. Mwanadamu anatazama sura ya nje, lakini Mungu utazama moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa hili nililosema. Lydia mwanangu, hukujua kama nitaongea neno hili, lakini kwa sababu ninaye ubaba na Mungu atakuinua kiwango kikubwa zaidi. Na pia nashukuru, sikuombi hela, lakini kuna saa unanitumia hela. Ni kweli? Si kweli mama? Ananitumia, naona tu picha Lydia. Anaambia, baba umeona? Hatafuti mafanikio, anatafuta baraka. Usitafute mafanikio, tafuta baraka. Mafanikio huwa hayadumu, lakini baraka zinadumu. Tamko tu linatosha kumuinua. Binti huyu niliumia sana akiwa kwenye mapito, lakini Mungu akaniambia nampitisha kwenye tanuru ya moto. Katika Zekaria 13:9 anasema, nitalipitisha hilo kundi katika moto, nao watajaribiwa kama dhahabu ijaribiwavyo. Watatoka kwenye ile tanuru ambapo walipita huyu. Nikamwangalia, nywele zimekwisha, kila kitu, lakini wasijue. Kuna wakati Lydia unakuja, kifika Dar es Salaam makumbusho kule, unakuja kunichukua, si ndio? Unafikiri kwa nini nakuwa nalala kule na ni kwa watu wa usalama? Huwezi jua. Kila mtu ana njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utatuona tu hivyo, lakini basi Mungu akuinue. Acha mazoea, mwambie mwenzo usifanye mazoea. Hata ungekaa ukaona utashangaa tu, lakini Mungu ametuita. Mungu ametuita. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu mistari 2-3. Nataka tuwe na somo fulani, maombi ya kugeuza matamshi au tamko ulilotamkiwa. Maombi ya kugeuza kila tamko au waraka. Yako matamko yamenenwa kwako,
Na usipojua jinsi ya kufuta matamko, unaweza ukateseka sana. Unaweza unateseka bila kujua mlango. Kufuta kila matamko uliotamkiwa. Nitakupa neno moja katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 19. Wafalme wa kwanza 19 ule mstari wa 2. Ninaongea na mtu mkubwa sana aliyokuwa anaitwa nabii Elia. Alikuwa na nguvu kubwa sana, lakini tamko la Yezebeli ndio liliweza kumaliza mambo yake yote. Tamko ulilotamkiwa. Umetamkiwa tangu utoto. Umetamkiwa hata na mtumishi. Unaweza ukatamkiwa na lile tamko likakutesa, likafunga milango yako. Wewe unaingia kwenye toba na rehema kila siku, lakini hujajua jinsi ya kufuta matamko. Naomba usome andiko hili. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 2, nao unasema, ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie vivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo wa hao. Amina. Tamko tu, na lile tamko ndio liliomaliza nguvu Elia, mpaka anaenda kulala chini ya mretemu. Ni tamko lililotolewa, lililobeba nguvu ya uchawi, nguvu ya mauti. Tamko huwa lina nguvu. Tuone kama utaendelea. Unaringa na tuone. Tamko tu, lakini kuna neema. Na utaona hata Mungu alivyojaribu kutuma kunguru amlishe, lakini tamko likao linafanya kazi ndani yake zaidi. Katika Wafalme wa kwanza 20, hebu soma huo mstari unaofuatia, jinsi ya kufuta matamko. 20 mstari wa 8. Wafalme wa kwanza sura 20 mstari wa 8, nao unasema, mstari wa 5. Mstari wa 5. Sura Wafalme wa kwanza 20 mstari wa 8, sawa. Wafalme wa kwanza sura 20 mstari wa 8, nao unasema, wakamwambia wazee wote na watu wote, usisikie wala usikubali. Amina. Wala usisikie wala usikubali. Waraka, hata kama uliambia wewe una uvimbe, wewe una nini, usisikie wala usikubali. Nani yuko tayari kufuta matamshi leo? Sema, sisikii wala sikubali. Sina kensa mimi, sina uvimbe mimi sio maskini, mimi ni tajiri, nina afya, familia yangu itainuliwa. Katika matamshi yote yaliyonenewa juu yangu, ninafuta kila matamshi, ninafuta katika jina la Yesu. Ninachana huo waraka ulioandikwa kwa ajili yangu. Daktari waraka alioandika, ninauchana wa magonjwa, ninachana kila roho. Huyu ni mtu wa madeni, huyu mtu hawezi kuinuka, huyu mtu hatapona. Sema, ninachana huo waraka katika jina la Yesu. Ninaondoa, mimi leo ni mzima. Ninafuta kila neno tangu kuzaliwa kwangu, tangu kuzaliwa, maneno yaliyotamkwa hata na bibi na babu, shangazi, wajomba, ninayafuta leo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninapokea. Mimi ni mshindi, mimi ni mshindi, mimi ni mzima. Kiri kwa kinywa chako, kiri kwa kinywa chako, wewe ni mshindi. Wewe si mtu wa kawaida, wewe si ule wa jana, wewe si ule wa juzi. Hayo maneno, huo uvimbe uliotamkwa ndani yako, kwenye mishipa, kwenye damu, kwenye mifupa na nyama, sema, mimi sio yule. Ninafuta hayo matamshi. Hata juu ya watoto, wamewaita watoto wako ni wapumbavu, sema, ninafuta waraka wa mauti, ninafuta
magonjwa ya kila aina ninafuta kwa kinywa chako. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea ushindi. Wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Katika kitabu huyu aliambiwa maneno haya. Ukirudi kwenye hiyo Wafalme wa kwanza hiyo 20 kwenye mstari wa 3 na wa 4, hebu rudi nyuma kidogo. Anasemaje? Wafalme wa kwanza sura 20 mstari wa 3 na wa 4 nao unasema, fedha yako na dhahabu yako ni mali zangu mimi. Anzia wa pili. Mstari wa 2 unasema, akatuma ujumbe kwa Ahabu mfalme wa Israeli. Akasema mjini akamwambia, ndivyo asemavyo Bel-Hadadi, fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi, na wakezo na wanao walio wema ni wangu. Mfalme wa Israeli akajibu akasema, ni kama ulivyosema bwana wangu mfalme, mimi ni wako na vyote nilivyo navyo ni vyako. Amen. Unasikia adui anavyosema? Anambia nakuja kwenye nyumba yako. Alafu mstari unayefuatia yule amekubali, amesema mimi ni wako na watoto wangu na pesa yangu, ni vyote hivi nimekubali, mimi ni wako. Adui akasemaje? Twende tena. Mstari wa 6 nao unasema, lakini kesho kama wakati huu nitatuma kwako watumwa wangu ili watazame nyumba yako na nyumba za watumwa wako, na itakuwa kila kipendezacho machoni pako watakitia mikononi mwao na kukichukua. Unakubali? Muulize mwenzio, unaguse bega, mwambie unakubali kila kitu kichukuliwe? Pesa yako, dhahabu yako, biashara yako wachukue. Sema sikubali. Sema hilo halitakuwa, halitasimama. Leo nitawapiga leo kwa jina la Yesu. Halitakuwa wala halitasimama, halitafanikiwa. Sema ninaharibu hiyo nguvu yote katika jina la Yesu. Sema rudisha. Sema ninarudisha kila kilichochukuliwa. Ninarudisha afya yangu, narudisha uchumi wangu, narudisha biashara yangu, ninarudisha katika jina la Yesu. Pambana mara moja. Kuna kitu kinakuachia. Wamechukua fedha yako, wamechukua afya, wamechukua kibali, wamechukua nyota yako, wamechukua heshima yako. Sema leo ni siku ya Bwana. Rudisha. Sema sikubali. Mimi ni mzima. Wewe ni mzima. Huna uvimbe, huna magonjwa. Sema nakataa hiyo roho, hiyo madhabahu. Naipiga, naiangusha. Ndio. Hebu simama mara moja. Simama upambane. Pambana hiyo hali ulionayo. Hata kama ni miguu inauma, pambana mara moja. Kaa kivita. Wewe sio mtu wa kawaida. Waambie utaachia biashara, utaachia nyumba yangu, utaachia. Mimi sintakaa kama mama alivyo. Ninang'oa hayo magonjwa, ng'oa kila kitu. Sema nang'oa, napasua madhabahu zao. Ndio, hiyo inaachia. Kwa jina la Yesu. Sema halitakuwa tangu siku ya leo katika kongamano hili. Halitakuwa. Utaachia vitu vyangu, utaachia fedha na dhahabu, utaachia nyumba, utaachia kibali, utaachia nyota yangu. Makofi kwa Yesu. Wewe ni mzima. Sikiliza, hebu kaa kidogo. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 7. Isaya sura ya 7 mstari wa 5 hadi wa 7. Isaya sura ya 7 mstari wa 5 hadi wa 7 na unasema, kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako, pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia, wakisema, haya tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua,
tukabomoe mahali tupate kuingia na kummilikisha mfalme ndani yake huyo mwana wa Tabeeli. Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Amen. Sema halitasimama. Waliopanga machafuko katika nyumba yangu halitakuwa, katika jina la Yesu. Waliobomoa kwenye nyumba wakaingia nyumbani ili wakamilikisha mfalme katika nyumba yangu, wakamilikisha mfalme, wakamilimisha roho ya mauti, wakamilikisha magonjwa, wakamilikisha madeni kwenye nyumba yangu. Simama mara moja, sema na kutoa, na kutoa kwenye nyumba yangu, na kutoa, na kutoa, na kutoa. Wapige mara moja. Ndio, 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 ndio. Watandike, watandike, watandike. Sema toka, toka kwenye nyumba. Sema hilo halitakuwepo. Roho ya mauti ipige mara moja. Piga mara moja hiyo roho ya mauti, roho ya magonjwa, roho ya madeni, roho ya umaskini. Piga. Hao wanapigwa, wanapigwa, wanapigwa. Hiyo wanaondoka. Mwambie ondoka kwenye nyumba yangu, kwenye ndoa yangu. Ondoka, ondoka, ondoka. Kwa watoto, kwa watoto, kwenye elimu ya watoto. Achia kwenye huduma, kwenye huduma, kwa damu ya Yesu. Piga mara moja. Watandike, watandike, watandike. Ndio, 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 ndio. Sema naenda pale nyumbani. Wangoe, wangoe, wangoe pale nyumbani. Sema pale nyumbani ondoka, ondoka. Kwa familia, kwa ndugu zako, kwa watoto, kwa bibi mzamama. Hayo magonjwa ya kwenye kizazi, piga. Hao wanakuachia, 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 wanakuachia. Inua mkono wako juu. Funga macho yako, sikiliza. Unasikia anavyosema? Wamepanga maadui wakasema, twende tukapigane na Yuda, wapigane na wewe, wakabomoe mahali, waingie ndani ili wamilikishe mfalme. Ndani ya nyumba yako kuna kitu kimeingia, hauko kawaida, huwezi kuomba tena. Ndani kuna mafarakano, kwenye ndoa, kwa watoto, kila mahali, kila unachokifanya akiendi. Kumbe kuna mfalme amemilikishwa, amemilikishwa huko ndani. Na hata kwenye mwili wako yuko mfalme amemilikishwa huko ndani, huko ndani. Ukiona mwili hauko sawa, kuna mfalme amemilikishwa. Leo lazima tunamuondoa, maana hekalu lako, mwili wako ni hekalu la Mungu. Hebu sema ninaenda pale nyumbani, na kamata ile nyumba yangu, na kamata na mume wangu, na kamata na watoto, na kamata familia, familia yote na ikamata. Sema na waleta hapa, na waleta katika kongamano hili, na waleta hapa, na waleta hapa. Kwa hii nguvu ya pamoja lazima watabadilika tu katika jina la Yesu. Roho ya neema itaenda, itaenda mpaka nyumbani, hata kwa bibi, babu, shangazi, wajomba. Sema na waleta hapa, na waleta. Kama ziko roho za kifamilia zinafanya unapitia, sema na waleta, na waleta, na waleta, na waleta hapa. Come on. Ninaona miungu imekuja hapa. Sasa ni wakati wa kukamata. Inua mkono wako juu. Sema mkono wangu nimeshika nyundo, nimeshika upanga, maana mimi ni rungu la Bwana. Leo ninawaponda watesi wote walioingia nyumbani mwangu, walioingia kwenye mwili wangu, walioingia kwenye huduma. Sema na waponda. Anza kuwashusha, anza kuwashusha. Waharibu, watesi, maadui, piga nao. Waliokamata kwenye kazi, kwenye biashara, walioshika popote, watandike, watandike. Piga, piga, piga mara moja. Hao wanaachia, 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 wanaachia. Twende, 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 twende. Sema ninavua, ninavua hizo roho. Roho ya mauti, sema na ing'oa. Ngoa roho ya mauti, ngoa roho ya magonjwa. Piga mara moja. Piga hiyo roho ya madeni, piga hiyo roho ya umaskini. Haina nafasi, haina nafasi. Hawatashinda, hawatashinda, hawatashinda. Hao wanaondoka, wanaachiwa. Mwambie achia afya yangu, achia afya, achia watoto, achia.
Yes. Nyosha mkono mbele. Nyosha mkono mbele. Kuna baraka zinakuja. Kuna baraka zinakuja. Inua mkono wako tu, alafu itamke. Leo ni tarehe 31. Kama vile unaruka mwaka. Huu ni nusu mwaka unaenda kuingia. Itamkie tarehe 1 kesho. Itamkie tarehe 1 iliyobeba baraka. Imebeba baraka zako. Imebeba tarehe 1. Tarehe 1 ina baraka. Imebeba mafanikio. Imebeba milango ya biashara. Imebeba milango ya kazi. Imebeba milango ya afya. Karabosha. Hawataruka na wewe. Sema leo nawarudisha nyuma watesi waliosimama mbele yangu. Waliosimama mbele na warudisha nyuma. Rudisha nyuma watesi. Watesi. Sema na warudisha nyuma. Ondoka. Tarehe 1 mwezi wa 6 imebeba baraka zangu katika kongamano hili. Katika kongamano hili la Rise Again limebeba baraka, limebeba afya, limebeba uponyaji, limebeba miujiza katika jina la Yesu. Pokea. Mipaka inafunguka. Sema naifungua mipaka yangu, mipaka ya ndani na nje. Ninafungua, ninafungua. Watu wa msaada, watu watakaosimama. Yes, unapokea, unapokea, unapokea. Amen. Makofi kwa Bwana. Kaa kidogo upokee oda. Katika Ezra sura ya 4 na mstari wa 4 na wa 5. Usipojua adui ataleta shida. Angalia siku mimi naomba juu ya Joshua yule mtoto alivyokuwa analia sana. Nikamwambia Mungu, mbona naomba mpaka na mimi nataka kuwazika. Mama naye amechoka, anasema jamani baba wewe muombe. Maana mtoto analia tu hata siku moja. Nilipokuwa nimesema Mungu, kwa nini Mungu unanifanya mimi naomba usikii maombi yangu? Mungu akanionyesha mnyama mmoja. Mnyama mmoja ana pua ndefu kama ya nguruwe, lakini ana jicho moja katikati hivi. Anamshika mtoto kwenye kitovu, anavuta. Akivuta mtoto analia kwa sauti sana. Niliposikia namna ile nilichange maombi. Unajua Mungu akikuonesha adui, maombi unayoomba hutaomba kiulegevu. Ninaamini na Bwana leo awafanye maadui zako wakuoneshe maungo yao. Uwaone maadui zako, uwaone watesi wako. Nasikia akanionyesha yule mnyama anamvuta, alafu nasikia mtoto anapiga kelele sana. Hala, nikajua kumbe ni hichi kitu kinamtesa mtoto hivi. Niligeuza maombi. Niliingia maombi ya vita. Nilimchana yule mnyama, nikamchana akawa vipande vipande. Kumbe tunapopiga kwenye ulimwengu wa roho inasema amina. Inasema amina. Na hapa kuna watu tayari kuna uponyaji huko kwao. Najua yule mtoto baada hiyo naoneshwa nikiwa mlimani, ndio naoneshwa yule mtoto alivyokuwa anateseka. Eti nimeomba namna ile. Niko mlimani, mama ananiambia mtoto Joshua anacheka. Anacheka. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Kumbe kuna mfalme alimilikishwa ndani ya nyumba yangu. Akamilikishwa ndani ya mtoto. Na leo lazima ataondoka. Aliyemilikishwa kwenye nyumba yako lazima ataachia. Kamata mzaliwa wako wa kwanza. Kama adui ameshikilia hapo, sema na mkamata. Mzaliwa wa kwanza lango, sema na mkomboa. Na mchukua mtoto wangu kwa hali alikoshikiliwa. Kama ni babu amemshika, kama ni bibi amemshika, sema na mkamata.
huyo mzaliwa wa kwanza wa kiume na wa kike, sema na wakamata, sema na wakamata. Huyo alioshika huyo mtesi, achia watoto. Hiyo roho ya ulevi, piga hiyo roho. Hiyo roho ya usherati, piga hiyo roho. Angusha, 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 angusha. Huyo mfalme lazima aondoke. Karabababa ya porobo robo korobota rapaseke rokorobote. Amen. Amen. Haya ni maombi ya kivitendo. Inua mikono yako juu. Sema, mtesi uliokaa juu ya kichwa changu, leo nakushusha chini. Imeandikwa wapi? Sema Maombolezo sura ya 1 mstari wa 5. Hebu soma, alafu tutaenda kwenye Ezra. Semaje? Maombolezo sura ya 1 mstari wa 5. Maombolezo sura ya 1 mstari wa 5 nao unasema, watesi wake wamekuwa kichwa, adui zake hufanikiwa. Adui zake wakanini? Hufanikiwa. Wakafanikiwa. Hebu sema, mtesi uliokaa juu yangu ukawa kichwa, alafu mimi ili niwe mkia, kuanzia leo nakuteremsha. Sema nakuteremsha wewe mtesi. Hata iwe magonjwa, iwe chochote, huyo ni mtesi. Sema na washusha. Sema na washusha watesi. Watesi, magonjwa, matesi, roho ya maskini kwenye huduma. Sema na washusha, na washusha, na washusha, na washusha. Hao watesi walioinuka, waliopanga vita juu yako. Sema na washusha watesi. Hayo magonjwa, hayo magonjwa, hayo mandoto mabaya, hayo mandoto mabaya, majinamizi, magonjwa yasiyosikia dawa, kuishi kwa madawa, kuishi kwa madawa. Sema na wangoa, na washusha, na washusha. Washushe huo uvimbe, shusha huo uvimbe, shusha. Miguu inauma, shusha, 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 shusha. Washushe, washushe. Ruka, 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 ruka hivi. Sema na washusha. Wewe inua mkono wako, sema na washusha. Ruka, 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 na washusha. Walioinuka, hakuna pressure, hakuna pressure, hakuna sukari, hakuna magonjwa ya moyo. Washushe, 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 waangushe. Rapa papa pa ya karaborobo korobosha. Amen. Inua mkono wako moja, sema, mimi ni jeshi, mimi ni jeshi la Bwana, mimi ni jeshi la Bwana. Kwa jina la Yesu, kuanzia leo hamutavuka na mimi kuingia mwezi wa 6. Hamutavuka na mimi. Sema na warudisha nyuma, na warudisha watesi, 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 watesi. Sema na warudisha, na warudisha. Ng'oka kwenye biashara, ng'oka. Wale wateja wako, achia, mwambie achia kila kitu. Damu ya Yesu. Sema tunakushinda kwa damu ya mwana kondoo. Inua mkono wako juu, sema tunawashinda watesi wangu kwa damu ya mwana kondoo. Na waangusha chini watesi kwa damu ya mwana kondoo. Tumia damu ya Yesu. Sema ninawashusha, ninawashusha watesi. Sema kwa damu ya Yesu na waharibu watesi, na haribu magonjwa yote. Ninaharibu, ninaharibu, na wapiga, ninawapiga. Waliingia kwa njia moja, na watawanyisha kwa njia 7. Ng'oka, ng'oka. Hiyo mishale yenye moto iliyorushwa kwako, na ing'oa katika jina la Yesu. Amen. Makofi kwa Bwana. Kaa chini kidogo. Hebu soma Ezra. Ezra 4 mstari wa 4 na wa 5. Ezra sura ya 4 mstari wa 4 na wa 5 nao unasema, ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda. Hebu inua mikono yako.
Mikono imefanywaje? Imedhoofishwa. Ukidhoofishwa mikono, hamna kitu kitaenda. Hakuna biashara itaenda. Ndio maana jana nilikuwa nakwambia ombea mikono. Na hata Nabii Lydia akawa anasema sasa naipaka mafuta. Mikono ikidhoofishwa, kila unachokifanya hakiende. Sijui mnanielewa? Nani ananipata kidogo? Unanipata? Kazi aliyopewa huyo adui ni kuidhoofisha mikono. Ukifuga, ukifanya chochote, ukifanya hichi kinapigwa, ukifanya hichi kinapigwa, ukienda hivi kinapigwa. Kumbe kuna walioajiriwa, tena wameajiri watu kwa ajili yako. Unaweza kuwa una jeshi kubwa liko nyuma yako, linafuatia maisha yako tu. Hebu soma, rudia. Ezra sura ya 4 mstari wa 4 na wa 5, nao unasema, ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga. Walipokuwa wakifanya nini? Yaani kila kitu kinasimamishwa. Kama ulikuwa na ndoto ya kujenga, simama. Na ndoto ya kusema nataka nifanye biashara fulani, simama. Inaiko inanyamazishwa. Nani walikuwa na ndoto za kujenga hapo? Unaona? So unaona vitu vimenyamaza kimya. Unajua ni nini? Wanasema hamna kujenga, hamna kujenga. Ndio ujue tunapoingia maombi haya kaki vita. Unafikiri unapoitwa wewe ni jeshi, wewe ni jeshi la Bwana. Wewe si jeshi. Wewe sio jeshi. Sema mimi. Unaamini namna hiyo? Sema mimi ni jeshi la Bwana. Rudia mara 3. Ndio. Ndio. Sikia sasa maneno. Wakasemaje? Wakaajiri washauri juu yao. Wamefanya nini? Wakaajiri washauri juu yao ili kuwapinga kusudi lao. Kuwapinga nini? Kila kusudi, yani ile maono ulionayo. Wako watu wameajiriwa. Hata kwa Lydia wako walioajiriwa. Utainuka na wewe. Wako wamekaa kudhoofisha. Utakweka hivi, anainuka mtu. Nasema hivi. Na wengine inaweza kuwa ni rafiki wa karibu. Leo tunapoputua leo. Nani anasema amina? Sema walioajiriwa. Leo ni siku yenu. Mlioajiriwa kwa ajili yangu na kwenye nyumba yangu, kwenye huduma yangu, kwenye maono yangu. Leo ni siku yenu. Wakafanya nini? Wakaajiri washauri kuwapinga kusudi lao. Siku zote za Koreshi mfalme wa Uajemi, hata wakati wa utawala wake Dario mfalme wa Uajemi. Sikiliza, siku zote. Usipojua utalia, utakimbia kila mahali. Kumbe mambo mengine ni kukaa chini. Na hili neno uweka tiki vizuri. Liandikie sawa. Hao waajiri waondoke, uone kama milango yako haijafunguka. Mimi nimekwambia nimekaa namna hiyo, nakaa na watu, ninakutaga maagenti wengi sana kwenye huduma. Wako unampa chakula, unampa kila kitu, unasaidia na familia yake, lakini ninakuta ndio wananipiga namba 1. Hata umpe chochote hamna. Wameajiriwa kukupinga kila kusudi, kila maono, kila hatua ya maono. Siku zote ukiwa na maono, adui hutanguliaga mbele ya maono. Kila maono mapya na adui mpya. Maono na ndio hicho kitu ukoe ukijua kabisa. Aliyokuwa na kuona unauza mchicha, leo wakuone unaendesha gari, una drive gari yako, unaenda mipaka, unavuka mipaka. Usifikiri utampata adui yule wa mchicha. Lazima utakutana na aliye juu zaidi. Kwa hiyo na wewe lazima uruke na maono mapya. Bwana Yesu asifiwe. Nani ananielewa hapa? Nani ananielewa? Hebu nyoosha mkono hivi juu.
Weka hivi, punga 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 punga. Maono mapya, adui mpya. Yaani viwango vyako. Ndio maana kuna watu wakifunga wanakutana na vita kubwa sana. Ama hamna? Hebu nionyeshe mtu ambao ukifunga unakutana na vita kali sana. Si unaona? Unafikiri sababu gani? Kila unapoendea kitu cha baraka lazima kina kikwazo mno. Ukikaa mpaka jioni usipofunga usikie njaa. Siku umefunga saa 4 unasikia njaa. Tena kali mno. Wewe fikiri nini? Maono mapya na adui mpya. Zote unapoendea mahali kwenye kitu kilicho aise wanainuka. Ndio maana hata wale wa Filisti walipokuwa wanapigana na Israeli, Israeli wakapigwa. Katika Samueli wa kwanza sura ya 4 wakapigwa wale. Walipopigwa wana wa Israeli wakakaa chini, wakaulizana, mbona leo Mungu ametutia mikononi mwa maadui wakatupiga? Kuna shida gani? Mmoja akasema, tumelisahau sanduku la nini? La agano, twende tukalilete. Wakaenda kulileta lile sanduku, wakalileta mpaka kambini. Na hapa liko sanduku la Bwana hapa. Liko sanduku la Bwana hapa. Na kuambia maadui watatandikwa tu. Unajua lile sanduku lilipofika kambini, Biblia inasema Israeli walipiga kelele mpaka nchi ikavuma. Na hata hichi kishindo kiliofanyika hapa, kuzimu imepiga saluti. Mpaka sasa hivi kuna ambapo bado wanakimbia tu. Kuzimu bado inakimbia. Imetetemeshwa, vichwa chini, miguu juu. Vichwa chini, sema vichwa chini. Sema tumewapindua watese. Tumewaangusha chini, tumewaangusha watese. Maadui wote, wachawi na waganga wanayepinga kusudi, leo tumewageuza. Sema nimewageuza. Wageuze. Wamegeuzwa vichwa chini, miguu juu. Watesi wako, magonjwa yamegeuzwa, madeni yamegeuzwa kwa damu ya Yesu. Amen. Kaki. Wale maadui waliposikia sanduku la agano na ile kelele, wakasema, ni nini maana yake kelele za mshindo huu mkubwa? Kuna nini kilichotokea huko kwenye kambi ya Waebrania? Wakaambia, Mungu wao ameingia kambini. Mungu ameingia kambini. Yuko hapa kwenye ukumbi. Mungu yuko hapa. Nasikia wale maadui wakasema, aise, ni nini maana mshindo wa kelele hizi? Yamkini Mungu ameingia kuwasaidia. Ndio wakasema, enyi wa Filisti, angalieni hao watu. Hebu soma Samueli wa kwanza 4 mstari wa 9. Anzia wa 8 na wa 9. Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8 na wa 9. Nao nasema, ole wetu. Ole wetu. Maadui anasemaje? Maadui wanasemaje? Ole wetu. Ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna. Tunawapiga kwa mapigo ya kila aina. Sema, leo nitawapiga watesi kwa mapigo ya kila aina. Tukisema tunawapiga kwa majipu, wanapigwa kwa majipu. Wanapigwa kwa majipu. Tunaharibu chakula chao, kinaharibiwa chakula chao. Waliosimama wote, uko pamoja. Kaa kivita wewe. Gusa mwenzio bega, mwambie
Mwambie nitakuajiri. Nakwambia ukweli, utaajiriwa. Kuna watu wataajiri watu hapa. Wewe endelea namna hiyo tu. Wewe kaa kitembezembe tu, tutakuajiri. Ni ukweli. Maana kuna vitu vinaenda kuchipuka leo. Vitu vinachipuka. Maana mito ya maji imefika. Mito ya maji imefika kwenye huduma. Imefika kwenye ndoa yako. Imefika kwa watoto wako. Imefika kwenye afya yako. Mauti, weka hivi, toka nje. Mwambie mauti, kimbia nje. Huna nafasi. Huna nafasi. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio pango la wanyang'anyi. Ondoka mauti. Ondoka na magonjwa yako. Ondoka. Ondoka madeni. Roho ya kudharauliwa, toka nje. Toka nje. Toka nje. Toka nje. Toka nje. Utamiliki gari. Unajua? Amen. Gari sio utajiri. Ni Mungu ameongeza hatua. Amen. Ni Bwana amekuongezea hatua. Au unafikiri gari ni utajiri? Ni umeongezewa hatua. Ili uweze kufanya injili kwa wepesi wewe. Amen. Bwana akatende. Amen. Bwana akatende. Amen. Bwana achie hiyo milango. Amen. Ndoto yako itimie. Amen. Na fufua ile nyumba iliyokuwa imekaa mapagare. Yule aliyokuwa amesimama kulinda ulinzi usijenge, leo tunamngoa hapo. Tunamngoa hapo. Tunamngoa hapo. Tunamngoa pale kwenye kiwanja. Hao walioajiriwa, sema na wang'oa, na wang'oa. Wanaelinda nyumba yako, wanaelinda kwenye nyumba, sema leo na wang'oa. Piga mara, piga mara moja, waondoke, waondoke. Ndio, 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 ndio. Ya. Hao wanapigwa, hao wanapigwa, hao wanapigwa, hao wanaangushwa, wanaangushwa. Mwambie ondoka kwenye kiwanja, ondoka kwenye nyumba yangu, ondoka pale ofisini, ondoka kwenye maono, ondoka wewe ulioajiriwa, ondoka, ondoka, ondoka. Inua mikono yako. Mwambie Bwana, naomba unitie nguvu. Nitie nguvu mara hii tu. Wale maadui waliokuwa wametumwa wakaajiriwa kwa ajili yangu, kwa ajili ya kunidhoofisha hii mikono yangu, leo naomba mikono yangu sawa na Isaya 35 mstari wa 3. 35 Isaya mstari wa 3 anasema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Umenielewa vizuri? Inua mikono yako, sijakwambia uchoke. Musa angechoka akashusha mikono, ndio mlivyopigwa. Kama unataka vitu vyako viwe hai, inua mikono yako. Unainua mikono yako, vitu vyako viwe hai. Sema, ninavyoinua mikono hii, nimeinua kinabii, ninagusa nyumbani mwangu, na ninainua nyumba yangu, na walioidhofisha mikono yangu leo inaenda kuwa hodari. Unaenda kunibariki kazi ya mikono yangu sawa na Isaya 35 mstari wa 3. Unanifungua hii mikono katika jina la Yesu. Katika Yeremia 40, sema kwenye Yeremia 40 na mstari wa 4, umesema tazama na kufungulia leo minyororo hii iliyoko kwenye mikono yako, na ifungua hiyo minyororo iondoke. Anza kuomba, sema naikata hiyo minyororo iliyokuwa imewekwa juu yangu, naikata, naikata. Waliodhofisha mikono yangu, waliodhofisha mikono, leo naifuta na wapiga. Sema hilo halitakuwa, hilo halitakuwa. Na walinzi, sema na waangusha hao walinzi, hao walinzi, na wapiga, na wapiga, na wapiga, na wapiga.
naomba ukae tena kidogo. Fungua Wimbo Ulio Bora sura ya 5. Wanaenda mjini bila kibali. Wewe nenda mjini tu, lakini tambua mjini kuna walinzi. Wako walinzi wanalinda mji. Umeshanielewa? Ukiingia pale kama una kibali utatandikwa. Unaweza ukapigwa kwa shangaa njia zako haziende. Kumbe wako walinzi. Na walinzi lazima wakuulize. Wimbo Ulio Bora 5 mstari wa 7. Wimbo Ulio Bora 5:7. Wimbo Ulio Bora sura ya 5 mstari wa 7 nao unasema, walinzi wazungukao mjini waliniona, wakanipiga na kunitia jeraha. Walinzi walindao kuta zake wakaninyang'anya shela yangu. Amina. Muulize mwenzio aisee, umenyang'anywa? Hujanyang'anywa huko mjini? Ulikuwa unaenda spidi, dakika umerudi. Walinzi wanakufumua na kuuliza wewe umekujaje huku? Umetokea wapi? Hujui. Hujui jinsi ya kutamalaki anga. Hujui jinsi ya kushika eneo. Hujui jinsi ya kuwapiga walinzi kwanza. Usipojua jinsi ya kupiga walinzi utapigwa wewe. Kuna mahali pasiko na walinzi. Na hata ukiwa na mali lazima utaweka mlinzi. Au vipi? Utaweka na fence kubwa. Na electric fence. Alafu utaandika, wengine wanaandikaga hatari mbwa mkali. Hakuna kitu analinda. Si kweli? Au? Analinda pale. Wengine wanasema hii nyumba yangu inalindwa na mitambo ya umeme. Umeme, waya zimepigwa kule. Hasa mjini unaenda peku, lazima utandikwe. Walinipiga, wakaninyang'anya shela, wakaninyang'anya mtaji. Sasa wengi wamepigwa, hata kwenye ndoa ukanyang'anywa. Kuna vitu vingi hapo. Hata watoto wakapigwa, wakanyang'anywa. Mtoto alikuwa anaenda juu hivi, dakika unachangana poromoka. Ndoa ilikuwa na amani kweli, dakika unashangaa pia. Walinzi, 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 walinzi. Popote uliko, iwe ni kwenye huduma, pana walinzi wanaisimama pia, wanapambana na kila kitu. Kwenye ndoa yako pia pana walinzi, kwa watoto pana walinzi, kuhakikisha wanapingana na kila kusudi. Na kwenye nyumba yako pia wanakaa walinzi. Siku moja nikaenda kwenye duka ya mama mmoja, ana hardware. Yule mama alikuwa anatoaga fungu la 10 vizuri. Basi alikuwa anakuja kwa, tunamwombea, dakika vitu vikasimama vyote. Hamna kitu kinaenda. Alikuwa na duka kubwa sana. Anauza sementi, tiles, bomba, kila kitu ameweka sehemu kubwa sana. Taji kama wa milioni 400 hivi. Na amechukua benki akaweka namna ile, ilikuwa anarejesha marejesho vizuri. Lakini dakika vitu vyote vikasimama. Kimya. Kukaa namna ile, akaja akaniambia, baba, nashindwa hata kurejesha. Akaniambia, baba, naomba uje. Nikaenda. Niliposimama kwenye ile duka, nikaingia kwenye lango, nikasimama kwa ndani. Nilipoanza kuomba, ninasema walinzi waliosimama kuzuia watu Niliposema namna ile, ninaomba ile maombi kwenye shelfu juu, akatoka bundi. Nyumba bundi atapita wapi? Kwenye hardware milango imebana ya chuma kila mahali. Bundi mkubwa napiga mpaka na wewe utatetemeka. Anakimbia huko, tunapiga namna ile. Dakika likaona mlango, likatoka nje. Ndani ya nusu saa, yani mimi ninaomba mwili unasisimka.
Nikasema hapa mahali niko namna gani? Naondoka naenda ofisini. Nafika, yule mama akaniambia njoo uone muujiza. Njoo uone muujiza baba. Naenda pale. Nafika, mzigo umekuja kuchukuliwa wa milioni 47. Milioni 47. Gari imekuja kutoka Karatu, imechukuliwa oda ya hospitali inajengwa kule. Milioni 47 amepewa cash. Na mimi saa hiyo milioni 2 cash kwenye wallet. Come on. Walinzi wameanguka. Walinzi wameangushwa. Walinzi wataanguka. Kuna miujiza itakuja kwako. Lazima tuwapige walinzi. Walinzi wapigwe. Sema na kamata lango la mji. Sema na kamata lango la mji. Na kamata lango la mji. Mji wa Dar es Salaam. Ninashika lango. Walioinuka kinyume. Hao walinzi waliosimama kwenye huduma, waliosimama kwa watoto. Walinzi wapigwe, waangushwe leo. Piga hao walinzi, waachie kwenye biashara, waliozuia usijenge, waliozuia usiwe na gari, waliozuia usiinuliwe, na wapiga, wanapigwa, wanaangushwa. Jiunganishe na madhabahu ya Bwana. Waangushwe chini, waanguke chini. Tunashika mikuki, tunawapiga hao watesi. Bwana akufungue macho. Uwaone walinzi waliosimama, wanayekupinga hatua zako, waliochafua kibali chako, waliokutemea mate ya uso. Hao waliokutemea hatakuwa sio kitu, hao si kitu. Kuna neema inakuja, kuna baraka inakuja, kuna miujiza inakuja. Mwezi wa 6 umebeba baraka yako, umebeba destiny helper. Kuna watu wameinuliwa kwa ajili yako. Mauti haina nguvu, magonjwa hayana nguvu. Kwa damu ya Yesu aliyekuandikia waraka, sema na uchana huo waraka, na uchana kuanzia wa daktari, nina uchana wa magonjwa yote, kwamba hatafanikiwa. Hilo halitakuwa. Ninawachana, ninawaharibu, ninawapiga. Yes! Jesus. Sikiliza, embuka kidogo. Namaliza hapa. Muda umeenda. Basi namaliza. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Na wewe unishtue bwana. Nasikia maana hapa tukienda na mimi naona kuna watu sikiliza. Kwenye Wakorinto wa pili sura ile ya 2
mlango wa huduma, mlango wa kihuduma. Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 12. Wakorintho sura ya pili mstari wa Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 12, nao unasema, basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Nikafunguliwa nini? Na ufunguliwe leo. Wenye huduma tunafunguliwa. Milango lazima ifunguke. Amen. Si kweli? Ya kibiashara katika Wakorintho wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9, nao unasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Amina. Ni walinzi. Ni watu walioajiriwa kukupinga, lakini leo tumewakatilia mbali. Nimeona watu wameanguka wengi. Nimeona mang'ombe yanaanguka, yanainua mikia juu hivi. Yale mamizimu hayana nguvu juu yako tena. Leo wametandikwa, wachawi nani wote wamepigwa. Kama walikupiga upofu, basi leo ufunguke. Na nyota yako itarudi kwenye kitabu cha Nehemia sura ya 4. Nyota yako irudi. Nehemia sura ya 4 na mstari wa 21. Twende. Nehemia sura ya 4 mstari wa 21, nao unasema, hivyo tutajitia katika kazi hiyo. Tukajitia. Hivyo tukajitia katika kazi hiyo, na nusu yao waliishika mikuki tangu alfajiri hata nyota zikatokea. Nani anaamini nyota zitatokea? Kwa maombi haya ya vita, nyota itatokea. Nyota. Simama.